Assalamu alaikum, karibuni katika channel yetu ya Kunshiba's Kitchen. Leo tutakuwa na upishi wa bajia zinazotiwa biringani pamoja na mchicha kwa kutumia choko na dengu. Lakini kama kawaida hizi ni bajia za kunde. Ungana nasi hadi mwisho uweze kufaidika. Na wale wote wanaulizia vyakula vikuu, maana kuna futari na kuna futari kuu. Hizi ni futari kuu kama wali, majimbi, viazi vikuu, zote ni futari kuu. Utazipata katika page yangu ya YouTube, niulize nitakutag. Naanza kuroweka dengu, kunde pamoja na choko. Utazitia maji na kuziroweka. Kama utaroweka asubuhi na mapema, jioni utasaga, zitakuwa vizuri zaidi. Halafu nimeweka pembeni, nimezikosha vizuri, nimeweka pembeni. Baada zishalainika nimetia katika food processor na kuzisaga. Utazisaga kama hivyo au kwa utatumia blender, utakutumia kini. Kwa hii utazipata zile chenga wakati wa kuzitafuna, wakati wa kuzila. Tasaga, halafu nimetia pilipili, zile pilipili refu za kuwasha. Thomu na tangawizi nilikuwa nawe ilikuwa ishasagwa, lakini kama huna unatia vipande hapo vya thomu, ni nzuri sana. Halafu nimetia vitunguu, nimevipikata mapande kwa sababu nikisaga vitasagika vote. Utasaga kama hivyo. Halafu nimetia maji kidogo kwa sababu choko zinachelewa kulainika na mimi nilichelewa kidogo kuroweka. Kwa hiyo nimetia maji kidogo zipate kusagika vizuri zile choko. Naona sikutia maji mengi, maji ya kiasi tu ile iweze mashine yangu kuzisaga vizuri. Halafu nimezigeuza kwa kijiko ili zikae sawa, ziendelee kusagika vizuri. Kwa tayari unaona sasa mchanganyiko ushaweza kujishika wenyewe vizuri. Halafu nimeumimina katika kibakuli, lakini nusu niliuweka katika freezer kwa kutumia siku nyingine na nusu leo nitatumia kwa kutia mchicha pamoja na bilingani. Ni futari nzuri sana kwa wanaopenda bite. Kuna wanaopenda bite sana kula wakati mwezi huu mtukufu wa Ramadhani zaidi ya kula ile tunaoita futari kuu. Na mimi mmoja wao napenda vitu vya bite. Kwa hiyo leo nafanya hii ya bilingani. Na bilingani mimi nalo hili ambalo juu kidogo jembamba, chini nene. Ukipata ile mabilingani membamba moja kwa moja, yote marefu membamba, ndo mazuri zaidi kwa sababu bajia zako zote zinakuwa ziko katika shape moja. Hizi ziko nyingine nene kubwa pana, yani nyingine nyembamba kwa sababu ya bilingani nililolipata. Na mimi sio culinary chef, mimi ni pastry chef. Najua mtasema hata kukata mbio hawezi. Mimi ni pastry chef, si wa kukata, ni wa kukoroga na kuchanganya. Kwa hiyo tayari hapo bilingani zangu nimezipata slice kama hivyo unavyoona. Halafu ule mchanganyiko wangu nimeutia katika bakuli, nikatia na manjano kidogo pamoja na hot curry powder. Halafu nimetia na huo mchicha, utaufikisha kama hivyo ili uweze kulainika na kujichanganya pamoja, usiwe vile umesimama. Unajua fresh, mchicha kwa fresh unapokuwa. Kwa hiyo utafanya kama hivyo, na hutumii frozen, natumia fresh. Halafu nimetia korianda, yani giligilani, zile seed zake inaitwa giligilani za korianda, na pilipili iliyochanganywa na siki na thom na tangawizi. Nimetia hapo, sikutumia kotumiri kwa sababu nimetia mchicha, kwa ndio maana nikatumia giligilani kwa sababu giligilani ni inayotokana na korianda, yani kotumiri. Kwa hiyo sasa mchanganyiko wangu tayari, hakikisha hauna maji, kwa una maji zitaachana kwenye mafuta. Halafu nikachukua slice yangu moja unaifanya kama hivyo, naonyesha taratibu ili uweze kufahamu. Unaitia ule mchanganyiko wako, unaugeuza huku na huku, ule usi katikati unauacha. Huichumvi watu unafanya hivyo. Kwa mtu mwenye speed unafanya hivyo, unaipata shaingia huku na huku, unaweka vizuri, unachoma. Lakini utakiwi kuizamisha yote kawa iko ndani. Lazima sehemu yake ya ground yake ile nyeusi ionekane, ndio inapokuwa upishi huu. Kwa unaona hivyo nafanya. Halafu tena naigeuza upande wa pili, na waonyesha taratibu ili mtu aweze kufahamu. Halafu sasa unatia kwa hivyo juu na kupeleka kwenye mafuta. Mafuta yanatakiwa ya moto wa kiasi wa kuchoma, yani kitu chako kikawiva vizuri, usifanye mafuta ya sambusa, yale mafuta baridi. Unaona? Endelea kuchoma kwa kila moja unayofanya, unatumbukiza katika mafuta na kuweza kuendelea kuchoma. Bajia hizi zinatakiwa ziwive, ziwe brown, zisiwe gold brown, kwa sababu zikiwa gold brown inaweza ikasababisha bilingani lako halikuiva. Kwa hiyo weka moto mdogo, lakini hakikisha zinakuwa brown. Kwa hiyo ukitoa bilingani lako linakuwa limeiva mpaka ndani.
Unaweza kuwa usitie bilingani, lakini ukifanya bajia hizi za kutia mchicha, ukatumia choko na dengu pamoja na kunde, zinakuwa wonderful bajia zako. Nzuri sana. Kama hupendi kutia bilingani, basi unaweza ukafanya kwa njia hiyo tu. Na ukitaka chatine yangu ninayotumia, watu wameulizia kutaka recipe ya chatine, tembelea kwenye peji yangu niliyofanya bajia, nitawaekea chini kwenye upishi huu. Bajia zingine ambazo nilizofanya bila kutia ni za kunde peke yake, nitawaekea jinsi nilivyofanya chatine ili uweze kuona chatine yangu simple vipi naifanya. Kwa tayari sasa nazigeuza, zilikuwa tayari zishaiva kala ninayotaka, nazitoa na utaziona hapo ziko crunch, ukizigusa unahisi hasa ngumu crunch. Unatoa na kuweka pembeni ili ziweze kupoa au kujichuja mafuta na kupanga katika sahani yako kuweza kuserve. Kuserve Kiswahili Zanzibar tunasema kuandikia. Wake watu wanaona na Kiswahili cha ajabu, lakini kuandikia ni kuserve. Hata kwenye maharusi naitwa watu wa kuandikia, watu wa kuserve. Sijui Kiswahili hicho bado kipo, maana yake ndio hivyo. Sasa hivi kuna Kiswahili cha kila aina, mimi nikienda na shangaa tu nakuta mambo hata siyaelewi kwa majina, hata sijapata kusikia maisha yangu mtu anasema mimi kwa majina. Anyway, bajia zetu tayari kwa kuliwa. Tunamalizia kuzitoa ili tuzipange kwenye sahani tupate kitu kizuri. Bite nzuri kwa iftari ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Bajia zetu tayari zimepangika, zimenyoka, nzuri, crunchy. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment, na kama umepika feedback zako ni nzuri kwetu na nazihitaji, nitafurahi. Upishi uliopika weka comment yako chini tuweze na wengine kufaidika, wajue wewe umefanikiwa, umepata challenge gani, tunaweza kukusaidia kwa njia gani ili na wengine waweze kujifunza. Shukran, Ramadhan Karim.